Nilivamiwa na mtu masaa jioni ya saa 3 nikienda dukani. Saa tulivurugana naye, akashika mkono yangu ya left, afu ndiye akaniuma kidole. Tulipomalizana hivyo akauma ule tulikuwa na yeye na rafiki yangu kielekea dukani. Saa naambia ningetaka kuambia watu wa Ruiru wajichunge sana takote injini. Sikumuona vizuri manake palikuwa na giza na taa na ilikuwa dim. Sikumuona vizuri sura. Niliona amevaa jezi ya red shoulder na stripes za yellow. Lakini alitoroka. Alitangulia na mimi, alituitisha simu yangu, akanyamaza. Sasa akanikumbata, akatreza chi, akaanguka, tulikamlalia. Sasa mimi nikajitoa, nikasimama, akaamuka na mkono yangu. Sasa ndiye akaniuma na kidole na meno yake. Ilibidi nitoe kidole yangu kwenye mdomo yake na hii mkono. Tarehe 11 mwezi huu alitoka hapa kama saa 3:15 na kutoka saa hiyo mimi nilikuwa tu namngojea nyumbani, lakini hakuja. Wakati niliona nimemkosa, nikajiuliza kwani kumefanyika nini na anakujaga kila siku. Hawezi enda kulala bila kupiga mlango yangu. Nikapigiwa simu na kijana mwingine wangu anaitwa Godfrey Gashui. Ameniambia Gatharo Daniel amepata ajali. Amekutana na mtu hapo na huyu mtu akamngonga ngumi, amshika mikono yote mbili na akamwangusha chini. Lakini wakati kijana yangu alishikwa, wakati Kitao alikuwa ameendea kucheji. Wakati alikuja akakuta huyu Daniel wanang'ang'ana na huyu mtu, wameangushana chini, na huyu mtu alikuwa tu nataka kuingisha mkono ya kijana yangu kwa mdomo yake, na akaingisha hiyo vidole. Sasa kijana yangu akafuruta hiyo mkono yake, kidole moja ndio ilibaki. Alafu akafikiria afadhali nifurute tena, hata kama nitaguswa na meno yangu, lakini nione nimetoa hii kidole kwa mdomo ya huyu. Na ndio alifanya. Hapo naye Kitao akafika. Kufika akauliza ni nani? Kwani ni wewe Daniel? Ni nini? Huyu mtu. Na sasa wakati aliwashiria huyu Daniel alikibia, hakusimama hapo, akawa kama mtu confused. Alafu huyu mtu akashika Kitao, akamwekea mkono hapa kwa shingo hivi, alafu akamuuma hii ni hapa rip yote paka akaiweka mwisho hii nyingine ya mdomo. Mimi naona tuko kwa hatari sana, kwa sababu huyu mtu hajapatikana, lakini iko habari ameuma mtu pahali fulani, ameuma mtoto pahali fulani. Yani kila siku ni lazima kuwe kuna kitu kimefanyika kutokana na yeye, na hakuna watu wanakaa na usalama, ni uoga kila wakati. Hata biashara akina mama wanafunga mapema. Mtoto hawezi tembea peke yake, huwezi tuma mtoto kwa duka, kwa sababu unaona tu watakutana na huyu mtu. Kwa hivyo tuko kwa hatari, hatuwezi fanya chochote. Mtu analala na uoga, ukiamuka huwezi ondoka mapema vile tulikuwa tumesoea, kwa sababu hujui yako wapi. Na hakuna mtu amesema ati alishikwa, ati alionekana uso iko namna gani, ati yako na hakuna. Kwa hivyo tumekaa vibaya. Tunataka serikali tusaidie. Huyu mtu ajulikane ni mtu wa aina gani, anakaa wapi,
yani amekuja namna gani? Brother yangu aliumwa mkono na Gitau akaumwa hapa kwa mdomo, akararuliwa mdomo kiasi ambayo sura yake ilibaki kama imeharibika vibaya sana. Sasa tunaomba serikali itupatie security ya kutosha, na wale wako na CCTV za kuonyesha hiyo footage mahali hiyo kitendo ilifanyika, wajitolee na wasaidie vitengo vya usalama kuwapea hiyo footage, ndio tuweze kujua ukweli ni nini kilifanyika. Na vijana wawili ambao wameathirika ni majirani zangu. Mmoja anaitwa Gatharui, mwingine anaitwa Gitau, kwa sababu hao vijana walikutana na mkasa ambao umetushtua sana. Walikutana na mtu ambaye aliweza kuwashika. Kijana mmoja akaumwa vidole zake viwili vibaya sana, na kijana wa pili akaumwa mdomo kiasi cha kwamba ameharibiwa uso kabisa. Na kupitia kwa wasamaria wema, hawa vijana walipelekwa hospitali pale Kenyatta Referral Hospital na wameweza kutibiwa. So hii kijiji chetu cha Gitodhua tunasikia tukiwa tumeathirika sana, kwa sababu tunaona usalama umeenda chini sana, upotofu wa usalama, na hata biashara zetu zimeathirika sana. Inatubidi sasa saa moja tuwe kwa nyumba tumejifungia, kwa sababu hatujui kama huyu mtu anaweza tokea tena akushike akuume na hajulikani ni mtu aina gani. Tumejaribu kujua hata anaishi wapi, hakuna mtu ana habari kama hiyo. So tunaomba serikali, kwa sababu tunaelewa kwamba serikali na mkono mrefu, waje hapa wafanye uchunguzi wa dhati tuweze kujua huyu mtu ni ametoka wapi, kwa sababu biashara watu wanajaa uoga hivi kwamba watu uwezi tuma hata mtoto kwa duka, ikifika saa 12 watu wako nyumbani. Huwezi kujua kama utakutana na mtu kama huo akuadhiri vibaya. Huku tumesangaa sana kwa huyu jamaa mwenye anauma watu, kama vile aliuma kijana mwingine pale kwa mdomo, akauma hii mdomo yote, nyama ikakaa kama ni kuanguka na damu haionekani. Kuna jamaa mwingine pia pia aliumwa vidole zake, na huyo tu mtu mwenye hata hatumjui ni mtu wa aina gani. Tuko na msangao sana juu Ruiru hatukai na amani. Kama ni masaa ya jioni, saa hii warefi hawakai kwa vilabu ba, juu wanaenda mapema juu hawajui ni nini inaweza kuwafanyikia. Ni mtu mwenye akikukaribia akikuuma hata haumuoni hata sura ama nini, lakini unasikia ni kimutu kiko na nguvu sana, ki strong kama Goliath. Sasa ile kitu yenye tunaweza omba katika hii eneo ya Ruiru, tusaidiwe sana vile huyu mtu anaweza patikana. Pia sisi tuko na uoga, hata mimi niko na uoga juu najiuliza hii tumbo yangu sasa, kama anauma mdomo, akiuma hii tumbo nitabaki na nini? Na mimi kwanza ni mfupi na huyo jamaa ni mrefu kama Kaini. Hiyo mtu kulingana na vienye yako anavaa wakati aliuma yule jamaa ati alikuwa na kasweta ya white. Sweta ya white ni mrefu. Alafu kuna vienye anajifunika na kanini? Anajifunika kofia hii boso hii ya nini ya urara hii. Sasa ni mtu anakaa namna hiyo, lakini akienda sasa kukukamata hivi unamkosa. Ni kitu yenye ni kama drama, hata ni kama video, hata tunashindwa ni nini. Na ningependa kusema ya kwamba ningependa kudhibitisha kwamba tumeweza kupata hii habari na tukahakikisha kwamba hiyo watu wawili waliumwa na hiyo mtu ambaye hajulikani, ambaye anatembea mwendo wa usiku kati ya saa 3 na kuendelea. Tuliweza kuchukua jukumu ya kufanya uchunguzi yetu. Mpaka hapo hatujaweza kupata hii mtu, lakini tumeweka mikakati kuhakikisha kwamba tumeweza kupata hii mtu, tukishirikiana na wakazi wote wa Gitodhua. Ningependa kuhakikishia wakazi wote wa Gitodhua ya kwamba usalama wao umelindwa, na tutahakikisha kwamba hii mtu tumemshika na tumempeleka kotini kwa hayo majeraha ambaye ameweza kuweka hiyo watu wawili. Watu wote wasikia kwamba usalama wao uko na wamelindwa
na waendelee na kazi zao bila kuogopa chochote.